Bwana Yesu asifiwe. Mwana wa Mungu popote ulipo, karibu kwenye huduma ya Tumaini Service, Every Soul is Saved. Kama kawaida tunaendelea kujifunza neno la Mungu, na hasa tukizungumza kwa habari ya kuwakuza vijana katika ulimwengu wa roho na kulijua kusudi la Mungu ambalo liko katika maisha yao ya kila siku. Ninaitwa Apostle John Vance Kafyome na niko mahali hapa kwa ajili ya kuendelea kujengana katika ulimwengu wa roho. Somo letu ambalo tunakwenda kujifunza siku ya leo, Bwana Yesu anatufundisha, neno lake linasema, acha kuwategemea watu, badala yake mtegemee Mungu kwa 100%. Acha kuwategemea watu, badala yake mtegemee Mungu kwa 100%. Tumekuwa na udhaifu wanadamu, na tunaita ni udhaifu wa kibinadamu. Mara nyingi tunategemea sana watu kama sehemu yetu ya msaada kwa 100%, badala ya kumtegemea Mungu kwa 100%. Na nataka nikueleze tu kwamba Mungu atatumia watu kukusaidia, kwa sababu ameweka watu kama sehemu ya msaada kwenye yale mahitaji unayoyahitaji. Lakini usije ukafikiria kwamba wale unaowafikiria wewe ndio Mungu atawatumia hao. Kwa hiyo kumekuwa na kama ulemavu fulani mioyoni mwa watu, au kwenye mitazamo ya watu, au kwenye fikra za watu, kwamba wanapofikiria kutoka au kukwamuka kwenye baadhi ya changamoto au mahitaji wanayoyahitaji, wametengeneza picha kwa watu fulani, kutegemea watu fulani, kuwaweka watu fulani kwamba hawa ndio, au huyu ndiye ambaye atanivusha mimi kwenye hili eneo. Lakini Mungu anapotaka kukusaidia, japokuwa atatumia watu, lakini hatatumia hao ambao wewe umewafikiria kwenye kichwa chako, wewe umeweka kwenye mawazo yako, wewe umewatengenezea njia zako kwamba fulani, mama, baba, mjomba, shangazi, rafiki, binamu au mtu fulani. Mungu hatumii hivyo, kwa sababu Mungu anazo namna. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Isaya ile sura ya 55 kuanzia ule mstari wa 8, Mungu anasema pale kwamba mawazo yangu sio mawazo yenu, njia zangu sio njia zenu. Kwa iko namna ambayo yeye Mungu ataitumia kwa ajili ya kukuachilia msaada, kwa ajili ya kukuachilia mahitaji ambayo wewe ndio unayahitaji kwa huo wakati. Kwa Mungu anajua ni yupi ambaye atamfanya kuwa mkono kwako. Ukisoma kitabu kile cha Isaya pia Mungu anasema kwenye ile sura ya 59 ule mstari wa kwanza, mkono wa Bwana haukupunguka wala ushindwe kukusaidia. Kwa maana yake yeye anajua atamtumia nani kama sehemu ya mkono wake kuletea msaada. Lakini neno liko wazi kwenye kitabu cha Yeremia sasa, ile sura ya 17 ule mstari wa 5. Mungu anasema hivi, Bwana asema hivi, amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake, na moyoni mwake amemwacha Bwana. Tunafahamu habari ya laana, maana yake inakuwekea zuio la mafanikio. Kwa Mungu anasema ukimweka mwanadamu kama tegemeo lako na ukamweka zaidi kama kinga yako, uwe na uhakika kwamba kwa Mungu utavuna laana. Kwa hiyo nini cha kufanya? Manake kwamba unapohitaji msaada, unapohitaji kuwezeshwa, unapohitaji kuamuliwa kwenye eneo fulani, iwe ni la kiuchumi, iwe ni eneo fulani la kazi, iwe ni eneo fulani la uzazi, iwe ni eneo fulani la afya, lazima uelewe kwamba Mungu anatakiwa kutegemewa yeye kwa 100%. Na hii hata ukisoma kwenye kile kitabu cha Zaburi ile sura ya 27, Mungu anasema kwenye ule mstari wa kwanza, tukisoma Zaburi sura ya 27 kuanzia ule mstari wa kwanza, Mungu anazungumza pale, anasema kwamba Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu, nimwogope nani? Mungu anasema tena, Bwana ni ngome ya uzima wangu, ni mhofu nani? Kwa hiyo ukitazama hilo andiko, manake kwamba watu ambao wametengeneza mazingira ya kutegemea wanadamu, ndani yao kuna hofu fulani hivi,
ndani yao kuna wasiwasi fulani hivi, ndani yao kuna mashaka fulani hivi. Ndio maana wanapojikuta kwenye mazingira yale ambayo wanadhani kwamba wanahitaji msaada, wanashindwa kuconnect, wanashindwa kujihusisha moja kwa moja katika mategemezi kwa Mungu, badala yake wanawategemea wanadamu, na mwisho wake wanajikuta wanaanguka kwenye mashimo, kwa sababu Mungu anasema ukimtegemea mwanadamu kitakachofuata ni kupokea laana. Manake utapoteza ile hali ya kubarikiwa, utapoteza ile hali ya kupata mkono wa shirika wa moja kwa moja kutokea kwa Mungu. Mungu anasema kwenye Zaburi ya 91 ule mstari wa 11, kwa maana Bwana atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote. Manake tunamuona malaika wa Mungu anaweza akatumwa kama mwanadamu, lakini sio yule ambaye wewe umemwekea tegemeo. Kwa hiyo ujumbe wangu unaotaka kukutengeneza nao ni kwamba unapokaa, unapoishi, unapopita kwenye changamoto au unapotegemea msaada kwenye mazingira yote yale, usije ukamweka mwanadamu kama msaada wako au kama tegemeo lako kwa asilimia zote 100. Ninapenda kukaribisha pia uendelee kufuatilia vipindi hivi kadiri tunavyoendelea kuviachilia kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii na hasa katika mtandao wa YouTube. Vile vile tunapokea shuhuda zako kwa yule ambaye unaona neno hili limekutia nguvu, limekubadilishia sehemu fulani ya maisha yako. Namba zetu za simu zinaonekana hapo kwenye skrini, kwa unaweza kaachilia hapo shuhuda zako kwa njia ya WhatsApp, kwa njia ya message za kawaida. Unaweza pia ukatupigia simu kwa ajili ya ushauri, kwa ajili ya maombi. Na Mungu wetu ni mwaminifu siku zote, na aendelee kukubariki, aendelee kukutunza popote ulipo, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Amen.